Kwa hivyo kuna maonyo ambayo Paulo alipofika Kolosai aliwaonya kanisa, akaonya familia, na akaonya ya kwamba tukaweze kuangalia jamii vizuri ili tukaweze kuhubiri Injili. Haleluya. Hauwezi kujifanya mhubiri na kwako, yani wewe Injili yako na uhubiri, unahubiri kwa watu vizuri, lakini kwako hakuna. Ni kama mimi niwe ninahubiri na sina nyumba ya kuishi. Sasa watu wanapoangalia picha yangu wanaona ndio sawa, huyu ameokoka, sawa, tunamjua ndio, lakini anaishi wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sitaonyesha kana kwamba nina mipangilio mizuri katika familia. So familia lazima ikae mahali pazuri. Haleluya. Awe mama, awe baba, lazima familia ikae mahali pazuri. Na wakati mmoja niliambiwa na jamaa rafiki ya kwamba ukitaka kufikiria vizuri, ukitaka kuwaza mawazo mazuri, lazima ulale mahali pazuri. Wanaweza asifiwe sana. Mahali pasafi, utawaza vizuri. Lakini kama utalala mahali pabaya, unaumia, baridi na nini ama joto, hakuna vile utawaza vizuri, utawaza tu matatizo. Haleluya. So lazima tuwaze katika familia yetu mambo mazuri. Ndio hapa huyu Paulo akawa anaonya familia hii ili kaweze kukaa katika misingi bora, akianza na wamama. Wanaweza asifiwe sana. Kwa nini ameanza na wamama? Kwa nini wanasema baba ndiye kichwa, na ameanza kuonya wamama kaacha baba? Wanaweza asifiwe sana. Maana nyumbani mtu ambaye ana majukumu kamilifu nyumbani ni mama. Haleluya. Mara nyingi ukitaka kujua sukari, majani, chumvi, nini imeisha, hauwezi uliza baba. Haleluya. Unauliza mama, ndiye anajua ya kwamba majani yameisha, ama wiki hii utakosa majani, utanunua. Haleluya. Ndio maana amekuja na wamama atake kujua ya kwamba je, wamama hawa watakaa vipi? Haleluya. Tusomee mstari wa 18. Kwa Kolosai 3 mstari wa 18. Nasema kama ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Tosha. Wanaweza kuweza. Sasa ameanza na upande wa wamama. Anasema nyinyi wake. Unajua sisi ndio tunaita wamama, lakini Kiswahili sanifu ndio hiyo imeandikwa katika Biblia, wake. Hii inamaanisha ya kwamba ninyi wake muatii waume zenu. Wanaweza asifiwe sana. Kama ipendezavyo katika Bwana. Hapa tunaambiwa ya kwamba kutii kunabeba mambo mengi sana. Inaweza sababisha mtu, ama inaweza sababisha bwana ama mume yule akatoa kitu ambacho hakukipangia hesabu kwa sababu ya utiifu ambao unamuonyesha. Haleluya. Kuna wale ambao katika nyumba yao, ukiwa mtiifu katika yule mume ambaye Bwana Mungu amekupa wewe, ukiwa mtiifu kwake, yeye moyo wake ufunguka kwako wazi wazi. Haleluya. Kuna wale ambao wameolewa lakini wamewekwa profession, baada na kuangalia mienendo yako tu.
Usizae mtoto wa kwanza ukaona ndio sababu ama ndio kinga ya kusema umeishi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuweka profession, kukuangalia tabia na mienendo zako, akikombea na wengine huko na wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo utiifu peke yake inaweza fanya huyu mume akafungua moyo wake kwako, na inaweza fanya huyu mume akaona ya kwamba inafaa kukaa na huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kutii kunamaliza kila kitu. Hauwezi tii kama hujapenda. Hauwezi kutii kama wewe haujaamua kwa moyo. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ni rahisi sana. Ameambiwa ya kwamba huyu mke amtii mume, maana kama ipendezavyo katika Bwana. Haleluya. Huyu Bwana ambaye anatajwa si wako wa nyumbani, ni yule Mungu ambaye mwenye amri ya kuweka ndoa ili kaweze kusimama. Haleluya. So lazima ukaweze kumtii ili ndoa isimame. Haleluya. Si kuonyesha ujuzi, si kuonyesha akili, si kuonyesha kwamba unajua kuongea. Haleluya. Kwa hivyo ile kutii tu inafanya anatoa pesa zenye hakupanga kwa mfuko, sababu umeonyesha kutii. Haleluya. Haya, umepanga kwenda Kongoya, amekwambia usiende Kongoya, ngoja utaenda kesho Kongoya. Wewe hautaki, umeamua kwenda Kongoya. Unajua ataanza kufikiria namna gani? Haujamtii, haumsikizi. Haya, nenda Kongoya. Alitaka muende na yeye akununulie kitu kizuri, lakini wewe wataka leo uende Kongoya. Basi nenda. Bwana Yesu asifiwe sana. So kutii ndio lengo la kutaka kusimamisha nyumba hii ama familia hii. Lazima wawe wa kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wamama ambao mimi nawaita wamama sahihi ni wale ambao wake wanaambiwa, wamama hawa wakiwa ni wa kutii, hata kanisa linakamilika. Haleluya. Mama wakiwa wa kutii, kanisa linakamilika. Sisi huwa tunakaa hapa, wamama wanapika chai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi ambia karani wewe pika chai, hapana. Wamama wakitii watafanya kazi ya Mungu iende mbele, kwa sababu wao ndio wamepewa nafasi ya kwanza. Haleluya. Wakati Yesu alikuwa amefufuka, haleluya, nani alikuwa wa kwanza kuona hiyo? Si ni wamama? Kwa nini hawa wamama wanapewa nafasi kubwa? Maana wao ndio walikuwa karibu sana na huyu Yesu. Uliona mwanaume akitoa mafuta yake kummwagia Yesu, akimpanguza na nywele? Haiwezekani. Wale watu hawawezi, mioyo yao ni migumu. Kwa hivyo wamama hawa ndio walikuwa karibu sana na Yesu Kristo. So Paulo alipoteuliwa kama mtume, yeye anawaambia ili familia isimame, anaongea na wamama. Haleluya. Na hata mhubiri yeyote, mkitaka kujua, mfanye uchunguzi muone. Mhubiri yeyote atakayeanza kanisa mahali, anaanza na wamama. Haleluya. Wazee hakuna. Hapa tumekaa miaka mingapi? Tumeona wazee hapa ni huyu tu na huyu hapa na mimi. Wengine watakuwa wanakuja, wanasikiza, wanaenda. Wanakuja, naona tena mzee wa huyo leo hapo kazi. Ile ndio ananipa changamoto, yani ya kujua ya kwamba kuna watu unaweza ona ni rahisi, lakini mtu ameitwa na Mungu. Huyu kijana utokea tu kanisani namuona, nasema na huyu kweli niliona kwamba anasindikisha radio siku 2 na amejikaza. Bwana Yesu asifiwe sana. So unaweza ona mtu ya kwamba huyu ni wale, lakini akakushangaza, anaitwa na Mungu. Haleluya. Si kwa sababu pastor amehubiri vizuri, si kwa sababu pastor anakemea mapepo watu wakianguka chini, lakini kutii kukiwa ndani yake,
huyu mtu anasimamisha ndoa yake, huyu mtu anasimamisha kanisa, huyu mtu anasimamisha jamii ikapanuka. Haleluya. Haya, tunaambiwa mstari wa 19 vipi tena? Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona vile inakuja sasa, wamekuja kwa baba, kwa sababu baba katika hii ndoa yeye ndiye anaweza kuleta upendo peke yake. Nawaambia hiyo siri mjue. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimekaa miaka mingi tu sasa hivi, naweza kushauri na kuonya kuhusu mambo ya ndoa. Haleluya. Ya kwamba utafiti wenye sisi tumechunguza na tukaona, mtu asikutanganye ya kwamba mama ama mke anaweza penda mtu. Hapana, hakuna hiyo. Nimekataza, hakuna. Na tena iko tu kwa Biblia. Kwani mke wamemwambia afanye nini? Atii tu peke yake. Lakini mwanaume anaambiwa apende huyo mke wake, ampende yule mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini anaambiwa hivyo? Asiwe na uchungu naye. Kwa nini anaambiwa hivyo? Kwa sababu yule mke alipewa na masharti. Hapo mwanzo masharti alipewa, amtunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Azae watoto naye waongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mke hakukuwa ndiye jembe la kulima. Makosa nini? Naona ukiwa mke kijana wanakuambia peleka nyumbani afanyiwe training. Naenda kupewa shamba, anaambiwa hapa na huko. Asipotoboa huyo afai. Sasa umeoa ama ni majaribio? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapata ya kwamba mke ako chini ya huyu mume. Yeye mume kitu yenye anafanya katika boma hiyo, ampende yule mke. Kumpenda ni nafasi ya mwanaume peke yake. Ukiona mwanamke anampenda mwanaume, basi tofauti iko. Nasema hivyo na sababu. Haleluya. Maana huyu mume ndiye aliyeumbwa akawekwa pale, na akatengenezewa mke wa pili. Huyu mke akawekwa pale, yeye ampende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mume akileta upendo katika nyumba na mke akitii mume wake, tayari hiyo nyumba inapona. Haleluya. Kumaanisha kama mimi napenda mke wangu, yeye akiwa na makosa, mimi nisiwe uchungu na yeye, nisiwe na uchungu. Walisema hivyo kwa sababu anajua mwanaume anaweza akakasirika, si ndio? Na akawa na uchungu. Wengine mpaka anaambia mke huyu, mke mwenye nimeleta mimi, nimemleta kwangu alafu amenikosea. So asiwe na uchungu wowote katika huyo mke, ili maisha ikaweze kuendelea mbele. Haleluya. Tunaonywa ya kwamba tukaweze kuwapenda, na hivyo ndivyo tuwapende, tusiwe na uchungu nao. Haleluya. Na ukiona na uchungu na mke wako, basi utubu, hiyo ni dhambi. Maana tusiwe na uchungu nao. Haleluya. Tusiwe na uchungu nao. Na hii ni waidha ambayo ama wazo ambayo Paulo haka anatoa katika familia, akijua ya kwamba hiyo ndio misingi ambayo inaweza kuponya kanisa. 20 inasemaje? Ninyi watoto, watini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Amen. Sasa amerudi katika watoto ambao wanazaliwa na hawa watu wawili, mama baba, wakizaa watoto wao, nao wanapewa
masharti ama onyo yenye watakaa nayo ya kwamba wao watii wazazi wenu katika Bwana yote, katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Haleluya! Hapa sasa ndio mahali pana shida. Tumepata kizazi kingine, wanakiita ni kizazi kipya, ambacho kwanza Mungu anamuita tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki kizazi kinamuita Mungu kwa jina tofauti, ambalo ukipekua katika Biblia hakuna jina linaitwa hivyo Mungu. Mungu ana majina mazuri mazuri, lakini hiki kizazi kinamuita Mungu jina ambalo sijawahi kujua. So huwa nashangaa wanatoa wapi jina la Mungu. Majina ya Mungu ni mazuri sana yametajwa, lakini hawa Mungu anamuita jina hili wanalitoa wapi? Haleluya! Kwa hivyo hawa watoto tunaambiwa ya kwamba wawatii wazazi, na inapendeza, hii inapendeza katika Bwana, wawatii wazazi. Sasa tunapata katika hiyo ngazi, tumepata ya kwamba walianza na mama, wakakuja baba, wakarudi kwa watoto. Sasa tumeona baba amepata nafasi mbili za kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amepata nafasi ya kwanza, mke anatakana mtii nani? Mume. Na mume ampende mke. Tukapata mtoto anastahili kutii wazazi. Unaona sasa? Kumaanisha mama akiongea lazima utii maneno yake. Utii ni kufuata maagizo anayokuambia. Haleluya. Na tukapata ya kwamba kama watoto watatii wazazi, sasa mama amepata mtu wa kumtii ambaye ni mtoto anayemzaa, alafu baba anapata wawili ambao wa kumtii, ni mama na mtoto. Haleluya. Hao watu wakifanya mambo haya, hakuna sheria ingine katika ndoa. Haleluya. Hakuna sheria ingine katika kanisa. Hilo kanisa linakuwa kuanzia hapo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapata ya kwamba katika nafasi tatu bado tuna mzururu wa maneno ambayo Mungu anaongoza Paulo kueleza kanisa ama familia. Mstari wa 21, ninyi akina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu baba amepewa kutii mara mbili, hawajasema mama usichokoze nani? Mtoto. Wakasema baba, maana asije akatumia nafasi hizo mbili za kutii akasahau ya kwamba kuna mtoto pale chini ambaye anamtegemea. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba asimchokoze yule mtoto. Haleluya. Sijui kwa njia gani nataka kuona leo. Haleluya. Huyu mtoto atachokozwa kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata ya kwamba watoto wa saa hii akishaamua kitu. Unajua kitambo sisi ilikuwa ukitaka kufanya kitu, unaenda unakaa na baba yako, mnaongea, unasema baba, mimi nilikuwa nataka kwenda kwa shangazi nifunga shule. Nitaka kwenda kwa shangazi. Kwambia unaenda nini? Hapa kuna kazi, hapa kuna, atakupa penalty. Lima shamba hili, ukimaliza enda kwa shangazi. Kikaa huko day ikiisha utarudi, haina shida. Ama sasa wewe wiki hii ufanye kazi ya shamba, alafu ukienda kwa shangazi wiki moja, ukirudi haina neno. Watoto wa saa hii akitaka kwenda atakwambia nimeenda. Kuuliza nakwambia si mimi nimeenda tu. Amen. Kumaanisha hatii wazazi,
anaona tu ni sawa. Kwa hivyo tunapata ya kwamba baba anaambiwa asiwachokoze watoto kwa njia ya nini? Huyu mtoto kama ana maadili mazuri, anaonyesha utiifu, then kama baba atamchokoza, then huyu baba labda awe mlevi ama awe hajamjua Mungu katika neno kama hili. Haleluya! Sasa hapa ndio inaonya kwamba jamani, usimchokoze mtoto wako asije akakata tamaa katika neno la Bwana. Hili inaonya nini? Inaonya wewe mama, wewe baba ambaye uko hapa unashiriki neno hili. Mtoto yuko hapa anasikia, alafu naenda unamchokoza. Haleluya! Kwanza ni heri amekuja kanisani. Kwa hivyo ni tumtunze na kumlea katika maadili ya Bwana. Inapendeza. Tumeambiwa katika maandiko ya kwamba inapendeza. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watoto wasichokozwe kama wako katika maadili. Na kuwaonya lazima wataonywa tu. Ndio nikasema hili andiko limekaa hapa kusaidia mzazi na kusaidia kijana, ya kwamba tusije tukawachokoza watoto wetu, lakini kama wako katika maadili mema yanayopendeza, lazima wakae katika misingi mizuri, hakuna kuchokozwa. So wewe utachokozwa tu kama umeacha maadili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, baba mtoto amemtii, anamwambia mambo yake kila wakati, kabla hajatoka anaambia mzazi, naenda mahali fulani. So inapendeza katika Bwana, huyu mtoto ana maadili mazuri. Sioni kama baba atachukua fimba akuchape kwa sababu umeenda kanisani, ama kwa sababu umeenda semina mahali. Hawezi, maana anajua uko katika maadili mema. Bwana Yesu asifiwe sana. 22. Ninyi watumwa, watiini hao ambao kwa mwili ni bwana zenu katika mambo yote, si kwa utumwa wa macho kama wajipendekezao kwa wanadamu, bali kwa unyoofu wa moyo ukimcha Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunakuja mahali ambapo pamefanya leo tunaambiwa watu wengine wako kazini. Haleluya. Hii ni mambo ambayo inawekwa misingi tangia mwanzo, ya kwamba wewe uliye mfanyikazi ama wewe uliyeandikwa kazi, kuna tajiri aliyekuajiri anakulipa mshahara. Ndio tunaambiwa hapa katika mwili, huyo ni bwanako, yaani ni tajiri. Mungu amempa uwezo wa kukuajiri, ya kukupa wewe pesa kila mwezi ukiisha. Yeye ni Bwana. Haleluya. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba yeye pia naye umtii. Haleluya. Na kama utamtii, hata anaweza akakuongeza mshahara kulingana na kutii kwako. Haleluya. Lakini wewe ukiwa mjeuri, vile mwalimu amefundisha, ukiwa mjeuri, yeye hawezi tena. Akisikia jina lako anasema huyu hapana, simuongeze mshahara, wacha hiyo. Wakitafuta watu wa kufanya kazi ambayo ni ngumu, anasema weka fulani, maana wewe hauna kutii. Lakini kama utamtii yule aliyekuajiri, ni maandiko, si dhambi. Haleluya. Na ndiyo nafanya wengine wameokoka, lakini wakisoma andiko linawaambia wamtii yule. Sasa amesema njoo kazi, wewe mwambie umeokoka. Wanaweza asifiwe sana. Katika njia ya kutii inafanya mpaka huyu mtu anaona ya kwamba wewe kweli unatii. Ndio nimeokoka,
ningekuwa kanisani, lakini nimekuja kwa sababu bosi umeniita. Haleluya! Hiyo ni kutii. Umesikia sauti ameongea, kesho njoo kazini, utakuja. Lakini huyu Mungu ambaye tunamuomba naye mfanya kazi katika hawa matajiri, hawa ambao wameitwa Bwana, yeye huingia ndani ya mioyo zao na kuwasumbua kila wakati. Ni kama mimi nilikuwa sina hofu Jumapili, nafanya kazi, wakaniambia ukitaka kwenda kanisa ni mama abaki, akae hapo, wewe uende, ukirudi Jumapili nyingine mama ataenda, wewe ubaki. Baadaye tukafika mahali akaona watoto nao wanaweza baki, maana ni wakubwa kidogo, watakwambia nini imetendeka pale. So ikawa siendi. Mtu nimepewa mpaka nitahubiri, lakini mimi siwezi kwa sababu tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo si ya kwamba ati nikimtii sasa inasababisha na kwamba huyu ndugu naye anaheshimu sana tajiri yake hata kupita Mungu. Ni neno limeandikwa ya kwamba huyu mtu anastahili mimi nimtii, na ukitii huyo mtu unamheshimu tajiri wako. Haleluya! Kwa hivyo itapendeza sana kama wewe utatii mpaka kiwango ambacho Mungu atasema naye. Mungu anaweza amua pia kwamba kuanzia leo wewe bwana usije tena Jumapili kazi, endelea na kanisani. Mimi nilifika mahali akaniambia sasa wewe bwana endelea na kanisani. Hapa tutaweka askari ambaye atalinda wakati wote, wewe hautakuwa sasa unaenda ukijificha ficha ama ukiogopa time nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa Mungu. Lakini endelea kutii tu bila kuhesabu mwaka ama siku. Endelea kutii wazazi bila kuhesabu ulitii mwaka jana sana. Haleluya! Wakikuonya unasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wakati unaonywa na mzazi, ujue ya kwamba mzazi wako anataka akurekebishe, hataki akuharibu. Na mtoto akijua ya kwamba mzazi anataka urekebike uwe mzuri, lazima utatii na kufuata maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijawahi ona mzazi ambaye anataka mtoto wake aharibike. Anang'ang'ana mtoto wake awe mzuri, mtoto wake awe daraja kwa wengine, ya kwamba unaona mtoto wa fulani, unaona mtoto wa fulani. Hiyo ndio wazazi wanataka. Kwa hivyo watoto ni watii wazazi. Haleluya! Wakisema kwa mfano tu, mama anatoka, baba anatoka, na wamesema msipike chakula leo, msipike lunch. Alafu akirudi mmepika lunch, mkakula, mkaosha vyombo. Sasa hawatajua maana vyombo viko visafi. Lakini mahali unga ilitoka, si wazazi wanajua waliacha unga mifuko miwili. Sasa yenye ilipika ilitoka wapi? So mzazi anapojua ya kwamba wewe umepika chakula na alisema usipike, yeye atakuwa na uchungu kwako. Haujamtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ungemtii, hujui pengine alienda nje, akirudi atakuja na mikate. Aseme wanangu, nimewaacha njaa lakini na mikate hapa, kuleni, alafu baadaye tutaangalia chakula kingine. Lakini kwa sababu haukutii, mmepika chakula mkakula, mama ama baba watapaki na uchungu kwenu, ambapo maandiko yanasema ya kwamba si vizuri. Kwa hivyo lazima watoto watii wazazi kwa maagizo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda kijana umepatikana, umezaliwa, lakini mzazi wako mmoja ana akili puani. Haleluya. Hii naongea ni kwa sababu
siku zijazo hatujui tutakaa wapi, hatujui watoto watajikuta wapi, hatujui ni nani atakuwa punguani. Haleluya. So mtoto wako baba yako ama mama yako amefika mahali amekuwa akili punguani, yaani hajielewi, na wewe uko sawa, endelea kumtii yule mzazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni mzazi wako tu, hata akiwa akili punguani. Usije ukaona ya kwamba mama yako amekuwa akili punguani umdharau. Usione baba amekuwa akili punguani, wewe una akili nyingi, amekusomesha, unajielewa zaidi kuliko yeye, so yeye unamuona kama hafai. Hapana. Haleluya. Lazima utii mzazi, awe kiwete, awe yeye ni mnene, awe mwembamba, awe ni kembamba kabisa, mpaka akija mlangoni mpaka waje watu wawili ndio waone kama kuna mtu anakuja. Hapana, jua tu ya kwamba huyo ni mzazi wako. Haleluya. Umtii. Kutii ni kufuata maagizo ambayo yeye atakupa. Akisema mnakunywa chai, kunyweni tu chai, msianze maneno mengine. Hiyo ndio kutii. Lakini mkianza fujo, mbona tunakunywa chai kila siku? Haiwezekani. Sasa hiyo si kutii. Haleluya. Kutii unanyamaza tu, ukunywe chai umalize, baba amesema, haya ukae, usikiza anasema nini. Huenda katika hiyo kutii, baba anataka kujua, je, hao watoto watatii? Unaweza kunywa chai kufika kaza, anasema hapana, ngojeni. Hebu nenda mlete mkate na mluba kunywa na chai. Yaani anataka kujua, je, mwatii? Haleluya. So kutii lazima kuko katika nyumba, katika familia, katika kanisa. Sasa nakuja kwa kanisa ya kwamba kutii hapa wasemi ya kwamba tii pastor. Wanasema utii Kristo. Maana sisi tukiwa hapa tu mfano wa Kristo. Tukisimama hapa tunawakilisha Kristo. Kwa hivyo unapotii Kristo inamaanisha umetii kanisa. Na ukitii kanisa utafanya mambo kanisa inataka kufanya. Haleluya. Watu tunajenga, sote tujenge. Watoto wote, jamii yetu yote tujenge kanisa. Haleluya. Lakini kama tunajenga kanisa na wewe unaleta mambo mengine, inakuwa tofauti. Haleluya. Kwa mfano mtu asimame hapa aseme nilikuwa napanga sherehe ya kukula na kushangilia maana Mungu amenitendea miujiza, nimefanikiwa.